na watu kukaa pamoja. Peace. I ask the president, mambo mingi hiyo unaletoa na watu hawa, mpaka asubuhi, mpaka jioni, mpaka saa 6, mpaka nini, mingi. Check properly by yourself, because it's pure propaganda. Wengine wanataka kujidefend kwa mambo ambaye inajulikana. Most of all those people, majority, they have cases. Mtu alifungwa 74 years. Anabayuka. Mimi tumeongea na yeye, alikuwa ananiambia vile alisaidiwa na Gachagua. Mimi vile alisaidiwa mambo mingi mpaka mambo yake ikakuwa vile iko. He was telling me himself. So sasa anakuja kusema mambo ingine, it is looking to defend himself kwa sababu ya mapili. Watu wengi wale makuwa na makesi, they are surrounding yourself, wale wanajua atagundulua kuiba, ama wale wako na kesi kwenda kotini. If this country will be talking well, tungekuwa tunasema magavana wale wameiba tumefunga 10. Wale wanafanya mzuri ni hawa. Wajumbe wale wameiba ni kiasi hii, na wapelekwe kotini, naye judiciary ikubali. Not the matter of corruption. Kama tunafanya kesi ya mtu appeal baada ya uchaguzi inaenda 6 months, why can't you finish all these cases ya wizi na wauaji na hii mambo yote? We need to build this country, judiciary, parliament, senate, watu ya kanisa, tusaidiane sisi wote, tufanye amani. Why would somebody be happy when people are dying? Why? When our children, I want to ask, when our children, do you know what the meaning of your child? Ule mtoto meza? Do you know advantage ile tulipewa na Mungu? Before, it was only God creating children or somebody, as he did in Jesus. He was creating people. He gave us that advantage. Mwanadamu aanze kuwa ataweza kuumba mtu, ataweza kuumba mtoto. We were given that by God. Then we start now diverting and killing our children. Hii mambo naomba sana, na hizi ile watu wanafanya hii mambo, deal with it please. You know, mtoto wako kudisappear. You know, to kill your child, kuua mtoto. You know why watu wanaokotwa wa mama wanauawa? Those are the things we'll be talking. Na watu waache mambo mingi fitina. Kila mtu ajitafutie. Nilikuwa na mtu ananiambia sasa, unaona hapa moja ilikuwa ni Nakuru, na usoro usikie hii wewe mwenyewe. Nilikuwa ananiambia sasa hapa Ngata ile hii yote Wakizi wamekuja wamechukua mashamba yote. Nikamwambia what do you want me to do? Sasa hiyo mambo si mzuri, lazima tusimamishe hii mambo. Nikamwambia there is a constitution, willing buyer, willing seller. Na tena huyo si mwananchi wa Kenya, akija kununua that's okay. Akija kudevelop na nyinyi mtaamuka mwanza kudevelop kama hawa. So don't tell me dividing that at Ngata Kisii wamekuja. No. Even my own Bahati, people are there, even Kisii, they are good. Watu wafanye kazi yao na watakuja na mambo ingine. Na hii mambo ya kuishi na biashara ni watu kusukumana. Wengine wanakuja waambia sasa unaona Nairobi na nilisikia kwa siasa ingine ikifanywa wa Somali wamechukua mashamba yote wanajenga kila pahali. Ni nani amenyang'anywa na Msomali? Willing buyer, willing seller. Competition must be there. We must accept competition in the churches, in politics, in development. We must accept. Wewe ukishindwa usijisikilie mtu mwingine. Like now wa Somali vile nimestudy kama South B, those areas na nini. You know, wanaenda kanyumba yako umekaa zui miaka karibu liwachiwa na zui miaka ngapi? Kanyumba moja ina compound. Unakodesha pengine 50,000. Anakuja anakuambia to develop hii plot weke ghorofa 10. Mimi nikupe ghorofa 2 ulipishake 500,000. Hiyo ingine ya juu na mimi nijitafuta. That is investment. Ni kitu gani umenyang'anywa? Umetolewa kwa 50,000 na Msomali huyu nasema akakupeleka 500,000
plati 2 na yeye akashika huko juu akaendelea. Kwenda juu ni kwa Mungu. What's the problem with that? Fitina tu. Hii ni kabila hii, hii ni kabila hii, hii wanafanya hii, wakikuwa wananunua mashamba, wakikuwa wanajenga manyumba sana, tuangalie vile tutakata hawa, nini, all those kind of things. Those are nonsense. Let's come to ourselves this year. Tuanze kufikiria. Tupendane, tusameheane, tuanze kuangalia what can we do in this country ili tuweze kuendelea mbele. And it is a problem ambayo trickle down itaenda mpaka chini, itatuletea shida. Mungu tusaidie ili tuweze kwenda kwa njia ile itatusaidia. Matusi imekuwa too much everywhere. Mungu tusaidie matusi ikwishe na tuheshimiane. This time tunaelekea kulima, tupande. Kama kuna mambo mazuri kama ile fertilizer serikali imelete, wasilete ile ilikuwa na mafi ya punda na mafi ya mbuzi, walete fertilizer mzuri. Farmers tushukuru. Tumepata fertilizer na tumepanda, chakula imeongezeka. Tunashukuru kama serikali imefanya mzuri namna hiyo. Kama kuna kitu serikali inafanya mbaya, let's challenge but not abuse people because of it. It will not help us hata kidogo. Sasa Osoro, nikimalizia na kuuliza, si utafute sumu upeleke Central uwe watu yote ya Central kwa sababu hutaki kuwasikia. You try and do that. Ama uombe Mungu amalize watu ya Central wote. Utafanya tuanze kuzungumza mpaka kuwa attacked na kuadapt mambo ya ukabila. Mkianza upuzi, we cannot keep quiet. Kikuyu walipea nani kula? Si walipea Ruto kula? Sasa unatukana hawa kuambia hawa ati wamekuwa na president mara 3. Where were you? Or your father, where was he? Alikuwa wapi? Usifikirie vile ulichaguliwa na Wakisii wewe ukiwa mjumbe. Kiti ya president ni ya kabila zote za Kenya. Si ya kabila moja. Think twice. Na hiyo kama ndio bunge mnaendesha yuko na Kimani Ichung'wa na wewe, hiyo bunge hakuna. Hiyo bunge itachoma nchi hii kama hatutaongea mambo ya amani na mambo ya mwongozo mzuri. Mungu saidia Kenya. Nimezungumza hayo, we think twice what we can do. For now, I'll be responding for anything which I see it is bad. For anything which is good, I'll be saying we are there. Na watu waingie kwa mashamba waanze kulima. Kama Mungu angetupa chakula wakati kulikuwa na shida hii ya jinsi na nini na nini, watu wengi wangekufa kwa sababu ya kupigana wakiiba. Lakini Mungu akatusaidia, mvua ikanyesha. We had food everywhere. Chakula tutafute bei yake, wakulima wafurahie, ili tuweze kufurahi sisi wote. Kwa sababu with the food, we can be patient. Asante sana for now.